Unafanya biashara havifaidi, vinahoma. Elewa alaya mengi. Sababu Biblia inasema kila utakachokiweka mikono kitafanya nini? Kitabarikiwa. Sababu ya nini? Unamheshimu Mungu. Haleluya. Amen. Na wale wa Kristo walipoona mchungaji anakuja, anapendeza na furaha na watoto na mke wanaingia kanisani, mchungaji, wale wa Kristo wote, yule jamaa aliyechukua lile gari zake zote zikafanya ajali, biashara vikahoma. Alikuja akapiga magoti kwenye madhabahu, akamwambia mchungaji, nisamehe, sikujua lenye nilisema, nihurumie, mali yangu imekwisha, maisha yangu yote imeharibika. Mchungaji akamwombea msamaha, kanisa lote likashuka kwenye magoti wakaomba msamaha. Tangu hapo walianza toa fungu la 10 bila kusukumwa, sababu anajua hata kama hatumupi Mungu atamweka. Amen. Lile kanisa likatajirika, kila Mkristo akaelewa kumbe siri ya mafanikio yetu iko katika kumtolea Mungu. Na wewe Mkristo wa hapa uelewe siri ya mafanikio, na wale wanatufanya popote duniani hata kwenye mitandao ya kijamii, elewa ya kwamba siri ya mafanikio ipo katika kumtolea Mungu. Watu wengi wanatupiga majiwe eti injili ya leo wanahubiri mafanikio tu. Nani mwanzilishi wa mafanikio? Si ni Mungu? Ndio. Kwamba Mungu hapendi mafanikio, kwa nini aliumba kwanza ulimwengu? Kisha akamleta Adamu ndani ya bustani ambayo imetengenezwa vizuri na kuwekezwa vitu vya kila aina. Mungu akamwambia Adamu, lima na utunze, utaishi vizuri. Na Mkristo yeyote nawaambia, kama mtu wa kwenda mbinguni, chanzo ya kufanya dhambi ya kwanza ni kuwa na maisha ya ufukara. Mtu anayekuwa na mihani na wengine ni maskini. Ndio. Mtu anayekalia maisha ya wengine kuwateka ni maskini. Ndio. Mtu anayekuwa na wivu zisizo na sababu ni maskini. Ndio. Ndio maana katika kanisa hili ambia Mungu tuondolee umaskini. Ndio. Ondoa. Tuko wangapi hapa? Lakini hapa kuna gari moja, kama nayo ni yetu sijui. Gari moja tu. Lakini tuko wangapi hapa? Kama tungekuwa matajiri, kila mtu angekuja na gari lake, na kuko wenye waliacha watoto sababu ya nauli. Tutaendaje na watoto wote? Nauli haitakubali. Sisi sote tukienda kanisani, nauli ni nini? Sababu hauna usafiri wako wa binafsi. Lakini ungelikuwa nao nyote, mngekuja na baba na mama na watoto, mnaweka kwenye gari, mnatia hapa, na Mungu amewapa nafasi nzuri sana kabisa kwa kuwekeza magari zetu. Na naamini mwakani nitakaporejea Mungu atakuwa amefanya mabadiliko. Amen, amen. Sio kama naamini hiyo. Amen, amen. Nitakaporejea hapa Mungu atakuwa amebadilisha hapa. Nini wa Kristo mnaotumikia Mungu kwa uaminifu? Hakuna baraka watoto wa Mungu kama kuwa katika mbegu ya kwanza ya huduma. Ndio. Kama uko miongoni mwa watu walianzisha hili jengo, walianzisha huduma madhabahu hapa, una heri na baraka. Amen. Wewe una privilege ya pekee mbele za Mungu. Unaimba wewe mwenyewe hapa, ipo siku waimbaji watakuwa wengi. Baraka zitakuwa kama na wewe. Wewe ulianzisha. Wewe ulianza, ukubali kuwa mtumishi wa mateso hapa. Sasa kanisa linabarikiwa na wewe, Mungu anakubariki. Amen. Anapoanza kuinua watu, wale walikuja nyuma yako hawatakushindia wewe. Kama uko mwaminifu kwa Mungu na unatumikia Mungu kwa bidii na unafuata mausia ya apostol hapa, baba apostol, utaona Mungu jinsi atakavyokuinua. Amen. Haleluya. Amen. Sababu mimi nimefurahia engineer, huko mtu mzuri. Huko mtu mzuri. Naona hata una mafanikio. Naona una mafanikio. Lakini ile roho ya unyenyekevu, amen, itakuinua zaidi. Amen. Itakuinua zaidi. Amen. Sifa kwa Bwana. Amen.